where the Pharisees and the Sadducees didn't want to see him. But he just went and presented himself so that he could present the word of God. Therefore, in any case, if there's any truth in the religion of Christianity, if at all it's a religion, because there's no any proof that Christianity is a religion, but if at all there's any truth in that religion, then the only place you can tell the truth, so that I can tell the people, I tell my brothers in Christianity why I left the faith. Inapotoa salamu na kisha unaniangalia ni kama unashangaa, ni kama ufahamu ninachokisema, na kila unapoitikia salamu na vifahamu ni kwamba kuna thawabu katika zile salamu. Kwa hivyo narudia tena, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ametuumba na akatujalia tukawa katika huu Uislamu, na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiye aliyekuja kama mtume wa mwisho na pia ambaye alikuja kuwa nuru ya ulimwengu mzima kama inavyosema katika Qur'an. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kupatia fursa hii ambapo tumeweza tena kutanika katika uwanja huu, au kwa njia nyingine naweza kusema kwamba ni fursa, or is an heavenly given opportunity that we might be gathered in this place so as to discuss and to reach out the truth that is between us and the people of the book. These are the Jews and the Christians. Na ndio maana siku kama ya jana au siku ya jana tuliweza kuandika barua, na nafikiri tulioandikia barua pengine wanasikia sauti hii. Kuna barua tulioandika ili kualika watu wasiokuwa Waislamu, tukaweza kuzifikisha katika makanisa mbalimbali ambayo yako hapa Wajir, ili kuweza kualika katika mkutano huu, ili mkutano huu usionekane kwamba ulikuwa ni mkutano wa Waislamu peke yake. If at all we had made this meeting to be for the Muslims, then we could have just gone to the mosque and we could have talked to the Muslims from the mosque. But because we have brought it outside here, because it's only from here that we can reach those people that are not Muslims. Kwa sababu hapa kama si huku nje, hakuna vile tunaweza kumfikia asiyekuwa Muislamu kule ndani. Kwa mfano, wasiokuwa Waislamu wanapotaka kutufikia sisi Waislamu huweka mikutano yao nje, na sisi kwa sababu ujumbe huu wa Uislamu tungependa kuwafikishia wasiokuwa Waislamu, ndio maana pia vile vile tukaweza kuuleta huku nje. Na swali kubwa ambalo linapatikana ni why should we focus on the people that are not Muslims yet the religion is complete? Au Mwenyezi Mungu asharirika na sisi kuwa kama tuko katika dini iliyo sawa au dini iliyo ya haki. Kwa nini sasa sisi Waislamu tuache shughuli zingine zote na tuweze kuweka mikutano nje, especially in a town like Wajir, where that is estimated that 80 or 90% of the inhabitants of the town are Muslims? Why should we waste our time to come all the way from Nairobi to come to Wajir so that we can reach out to the people that are not Muslims in this town? Sababu yake nini? Au kwa nini tuache shughuli zote zile tulikuwa tunafanya, tusiende mahali pengine kama Kisumu, tusiende mahali kama Kakamega, au tusiende mahali kama Meru, au kule wanaitaje Embu au Maua, au Kisumu, au pengine Kakamega au Webuye au Bungoma, tukaja hapa Wajir? Ni kwa sababu hapa Wajir katika hesabu au katika maeneo yaliyokuwa targeted areas ambapo Uislamu unafaa uangamizwe au Uislamu unafaa udunishwe na ukandamizwe, mmoja wapo wa mahali ni ambapo pamelengwa ni katika mji huu wa hapa Wajir, ambapo kuna watu wamelenga kabisa mji kama huu ili waweze kuleta ukafiri.
Na ndio maana asubuhi katika ile somo iliyokuwa ikitolewa kule tulikokuwa asubuhi ni kwamba Qur'ani yenyewe inasema hawataridhika nanyi Mayahudi na Manaswara hata muige mila zao. Lakini kabla hatujaiga mila zao, Mwenyezi Mungu anatuambiaje katika sura ya 3 aya 64 Qur'ani? Wacha leo tusome Qur'ani vizuri kabisa. Qur'ani sura Al-Imran sura ya 3 aya yake 64, Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, sema ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtume wake kwamba aseme kuambia watu waliopewa kitabu, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na inapozungumzia kitabu cha Mwenyezi Mungu inaongelea kuhusu Taurati, kisha inazungumzia kuhusu Zaburi, na kisha inaongelea kuhusu Injili. Mayahudi na Wakristo, Mayahudi na Wakristo. Na kwa sababu hapa Wajia hakuna Mayahudi, hapa tunaongea na wale waliopewa kitabu wanaoitwa Wakristo. Na ndio maana that is why we wrote a letter to you inviting you to this meeting. Unajua sisi Waislamu pengine mnafikiria hawasikii, wanasikia, na hata wanalalamika wakati mwingine wakasema kwamba huo mkutano ni wa Waislamu, ndio maana mnaongea mambo ya Kiislamu peke yake. Na ndio maana leo imebidi for mapasta ongee mambo ya wachungaji au niongee mambo ya Kikristo kidogo ndio mkuje. Ndio maana naanza walimu wako, lakini mimi nataka nikuambie kidogo tu na nikualike wewe uliyepewa kitabu, Mayahudi na Wakristo, kwa sababu Mayahudi hawako hapa Wajia, waweke kando. Sasa nataka kuongea na Wakristo. Njooni katika neno lililo sawa. Njooni katika neno lililo sawa. Baina yetu na baina yenu. Baina yetu sisi na baina yenu nyinyi wa Kristo. Mwenyezi Mungu anatuamrisha sisi Waislamu, anatuambia tuwaite tuweze kuja katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu. Ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu. Ya kwamba tusimwabudu yoyote yule mwingine ila Mwenyezi Mungu. Hakuna cha kumwabudu mwana wa Mungu, hakuna cha kuabudu Roho Mtakatifu, hakuna cha kuabudu mapapa wala mabisho, bali tumwabudu tu mtu mmoja ambaye ni Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu tumekuja. Wala tusimshirikishe huyo Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Na wala tusimshirikishe huyo Mungu na kitu chochote. Na haya maneno hakuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Laiti angeyaleta mwenyewe tungesema kwamba haya ni maneno yake. Lakini hata Biblia inatushauri ni lazima tuweze kuja kusemezana, ni lazima tuweze kujadiliana, tutafute ukweli unaopatikana katikati yetu na nyinyi. Katika Isaia 1:18, Isaia 1:18 inasema haya njooni tusemezane, asema Bwana. Haya njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu cha Biblia kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa nini Mwenyezi Mungu aanze kusema kwamba njooni tusemezane kisha ataje habari za dhambi? Kwa sababu kwa kutokana na kusemezana ndio tutajua who is on the wrong way and who is on the right path. Hakuna vile unaweza kujua who is following the right path na who is following the wrong way kama tutakaa chini under assumption. Unajua hata wazungu ingawaje ni waongo kila siku, kuna msemo mmoja walisema na mimi na assume hiyo ni kweli, pale waliposema kwamba assumption kills. Unaweza assume kwamba this thing is right or whatever I'm doing is actually the right path or is the right thing, but ukirudi katika ukweli, iwapo ungempata mtu atakayekuambia fikra isiyokuwa fikra yako, ungetambua kumbe pengine hapa siko sawa, hapa nilikosea na nikakosea kwa njia hii na hii. Na the only way that you can know you are wrong is through dialogue, ni kupitia katika kusemezana, na haya ni maandiko. Na ndio maana sisi Waislamu tunasema kwamba tumepewa Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Lakini nasema saizi kama Muislamu, nilipokuwa mchungaji nilikuwa nasema sisi tumefunuliwa Biblia. Biblia hii anayeitambua ni mwandishi ambaye kaiandika, na walioandika Biblia wanaitwa ile kikundi
kilichokaa chini na kikakusanya vitabu vya Biblia, ikaandika kuanzia kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Samueli wa kwanza, wa pili, uende mpaka ufike kitabu cha Malaki. Wakaitenga wakasema hii ni Agano la Kale. Ikakuja ikaanza Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, mpaka ifike Ufunuo. Waliokuja wakaweka vitabu hivi pamoja, wakaita mkusanyiko wa vitabu ni Waibrania, na hicho kikao kinaitwa canonicity. Na ndio maana ukifuata ule mpangilio unaita canonical order. Walioiweka pamoja wakaita Biblia ni wanadamu, lakini kile ambacho Mwenyezi Mungu anafahamu ni kwamba kampa Musa Taurati na akampatia Daudi Zaburi na kisha akampatia Nabii Isa au Yesu Injili, kama alivyompatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani. Najua pengine wale tuliowaita kwamba tuje tujadiliane wanasema vipi useme kwamba Mungu kapeana Taurati na aliyakuwa sisi tunatambua Biblia. Biblia yenyewe inatuambia Mungu kapeana Taurati, hakupeana Biblia katika Malaki 4:4. Malaki sura ya 4 mstari wa 4. Na anayepinga meza iko wazi. Au kama una hoja nyingine tofauti pia hiyo meza iko wazi, unakuja tuelimishe. Na ndio maana tuko hapa. Malaki sura yake ni 4 aya yake 4. Kama ile mwenyewe alikuwa anasema mbona Yesu amesema yeye ndio njia, na Muhammad ni njia pia. Hiyo mambo inakuwa kwaje? Basi meza iko wazi. Tunakuja huko. Tunakuwa. 4:4 inasema Malaki. The book of Malaki. Ikumbukeni Taurati ya Musa. Biblia yenyewe inasema ikumbukeni Taurati ya Musa, mtumishi wangu, nilimwamuru huko Herebu, kwa ajili ya Israeli wote, naam, amri na hukumu. Tunaambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba tuikumbuke Taurati ya Musa, mtumishi wa Mungu, aliyoamriwa na Mungu kule Horebu, amri na hukumu kwa ajili ya Israeli wote. Na ndio hapo wale waliomwamini Nabii Musa wakakataa kumwamini Nabii Isa, wakaanzisha dini yao ambayo dini yenyewe inajulikana kama dini ya Mayahudi. Wakaamua kwamba sisi tutakuwa Mayahudi. Wale walioishika Taurati wakakataa masuala ya Zaburi, wakakataa na masuala ya Injili. Na ukiuliza Biblia yenyewe kama inaitambua Zaburi ambayo alikuja nao Nabii Daudi, itakwambia ni kweli. Katika Zaburi 81 nisomee aya ya 2. Zaburi 81 aya yake ya 2 inasema, kwa wale wenye kusikiliza 81:2 kitabu cha Zaburi inasema, paseni Zaburi. Unaona, Mwenyezi Mungu anatukumbusha pia katika Biblia kuna kitabu ambacho kinajulikana kama Zaburi. Na hii Waislamu wanakubali kwamba kuna kitabu kinachojulikana kama Zaburi. Biblia yenyewe inatambua kwamba kuna Zaburi, lakini hakuna aya hata moja inayotambua kitabu kinachoitwa Biblia. Hii Biblia kapewa nani? Ndio tuifuate. Biblia as a book, the Bible, they call it the Holy Bible. Na kuna the Implemental Bible, kuna the Tyndale Bible, kuna King James version of the Bible. Now which of these Bibles was revealed by God? Which of these Bibles was inspired by God? Or which of these Bible actually can lead somebody to where God wants him to be? Hiyo ni maswali yanafanya tunaweka meza kama ile pale. Na ndio maana tukawatumia nyinyi wachungaji ambao pengine mnasikia sauti hii. Barua tulipeleka jana kwa kanisa moja sisi zimekusanyika pale chini. Tukawaletea barua tukawaambia sisi Waislamu tuna maswali kadhaa tungependa tuyajue. Na baadhi ya maswali tungependa tuyajue ni hayo, na kama hamwezi kuyajibu nanyi mna maswali yenu, tukawaambia pia vile tuko tayari, leteni maswali yenu. Mnashuku shaka gani kuhusu Uislamu? Kwa mfano kama mimi nilikuwa na shuku Uislamu na nikabeba maswali yangu, nikakuja nikakaa nikauliza kwa muda wa miaka 2 nikisumbuana na walimu, Qur'ani hapa imesema hivi, Biblia inasema hivi, hapa itakuwaje? Lakini baada ya kujibiwa maswali yangu yote, sasa hizi mimi ni Muislamu na najivunia kuwa Muislamu, ingawaje navumilia kuwa Mkenya, lakini kuwa Muislamu najivunia. Sasa ndio maana tunataka kama kweli kuna ukweli ndani ya Biblia muje mtueleze, kwa ajili hata Yesu mwenyewe anatuambia katika Biblia kwamba yeye alikuja na Injili. Hakupewa Biblia bali alipewa Injili katika Marko 1:13.
Marko 1:13 kwa wenye kuandika kitabu chao. Kitabu cha Biblia kinaitwa Marko 1:13. Maana tukienda kule Uganda tunasemaga kitabu cha Marko 1:13. Nasema haya Marko 1:14. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Yesu mwenyewe anasema tubuni na kuiamini Injili. Yeye mwenyewe yuko duniani na Injili ipo. Sio kwamba Yesu alipoondoka ndio Mungu akampatia Mathayo Injili. Kwani Mathayo kapewa Injili kama nani? Marko kapewa Injili kama nani? Yohana na Luka walipewa Injili kama nani? Injili inayopatikana katika Biblia sio ile Injili ambayo alikuja nao Bwana Yesu. Maneno haya yanayapata wapi? Katika sura ya 5 aya 48 Qur'ani. Kisha turudi katika hiyo Biblia. Haya, Qur'ani al-Maida sura ya 5 aya 48. Aya 48 sura al-Maida inasema. Bismillahirrahmanirrahim. Na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Mwenyezi Mungu anatufahamisha kwamba ametuteremshia kitabu ambao ni kitabu hichi cha Qur'ani, ambao wasiokuwa Waislamu hawataki kuiamini na kisha wanaipinga. Lakini sio shida, you can argue about it but you can change nothing about it. It will remain inspired and it will remain to be a holy book from God, which is not corrupted, is not distorted, it has got no abrogations, just if you compare it to the Bible. Biblia hakupewa mtu yoyote. Walikaa watu ambao wanajulikana kama canonicity, they sat down, they decided this is going to be the first book of Moses called Genesis, this will be the second book of Moses called Exodus, this will be the third book of Moses called Numbers, this will be the fourth book of Moses called Leviticus, and this will be the fifth one called Deuteronomy. Alafu wakafika pale wakasema, now after Moses died, now which book next? They said this is going to be another book called the book of Joshua. After the book of Joshua, because the Israelites went their own ways, everybody was scattered, they had to have judges, so they decided the other book in the Bible should be called the book of Judges. After the book of Judges, they decided there's another woman who was inspired and helped the people of God called Ruth, then we have to have a book called Ruth in the Bible. Wakakusanya, wakayaleta pamoja, wakafika mahali wakasema, now this is the son of David, he's called Solomon, he should also be a psalmist. After this is the book of Psalms, which is the book of David, we should bring the song of Solomon. After the book of Solomon, we should bring the Lamentations, because the Israelites were in the wilderness and they were crying. Na ndio maana wakaleta Lamentations. Wewe Ibrahim, unajua hii Kiingereza unawasilika kama maji, kuna nyingine zinapita, kwa hivyo jaribu kuifanya kidogo polepole kama watu wetu. Bado ukiteremka hivi unafikiri hapa si Uingereza, hapa ni Wajiri, soma. Kwa hivyo inshallah tupeleke polepole. Sasa mia peace. Haya, endelea. Wacha tajaribu. Lakini najua tukishika ile lugha, kwa hivyo bwana naambiwa kwamba ndio lugha iko na anointing au lugha iliyo na upako. Na ndio maana nakwambia, akakuja hapa Mjaluo aliyezaliwa Kisumu, akatumwa hapa Wajia kwa ajili ya kuhubiri Ukristo. Hautasikia akisema kwamba Yesu amesema au maandiko imesema. Atakuja na sema praise the Lord, I've come with an anointing from on high, because the Lord has sent me to Wajia to bless the people of God. Only if you believe you shall receive. Hallelujah. Alafu jamaa anaitikia amen. Ni kama lugha ya Kizungu, lugha ya peponi. Uongo tu. Unajua shida ni hiyo. Kuna watu wakiona wazungu wanafikiri wameona malaika au familia ya Mungu. Na nakwambia hakuna kafiri mkubwa kuliko mzungu. Mzungu hata huo Ukristo alileta lakini haukuamini. Ukirudi kwa historia ya Afrika inasemekana mzungu alikuja na Biblia mkono wa kulia na bunduki mkono wa kushoto. Na ndio maana walioipokea Biblia wakiwa wakakuwa colonized. Mbona Wasomali nini watu wanania hawakupokea Biblia? Walipokea maswahaba lakini hawakupokea Biblia. Hawakuwa colonized, watu wa Ethiopia. Maswahaba walipowapokea yamaanisha walikuwa wamepokea nini? Qur'ani. Lakini sasa wenyewe tu walipotoka kwa njia zao wenyewe wakafuata mila za Kiyahudi. Kwa sababu Qur'ani inasemaje? Hawataridhika nanyi Mayahudi na Manaswara mpaka muige mila zao.
Sasa tukirudi pale, Qur'ani inatuambiaje? Kwamba Mwenyezi Mungu amefunua hii kitabu kinachobainisha haki, kinasadikisha, it clarifies the books that were before it. Zile vitabu zilizotangulia ambazo ni Torati, Zaburi na Injili, na kisha malizia hiyo andiko. Inaendelea kusema kinatosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake na kuvihukumia kama haya ndiyo yaliyoharibiwa au ndiyo yaliyosalimika. Kama haya ndiyo yaliyoharibiwa au ndiyo yaliyosalimika. Sasa iwapo Qur'ani inasema kweli, ni lazima urudi kwa zile vitabu, na kama Qur'ani inasema uongo, ni lazima utatambua kutoka kwa zile vitabu. Lakini ukirudi katika zile vitabu, inatuonyesha kwamba maneno ya Qur'ani ni 100% true. Kwa ajili Qur'ani inatuambiaje? Kwamba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakujua kusoma wala kuandika. Kama angejua kusoma, tungesema angelikuwa ameisoma Biblia, akatambua makosa iko ndani, ndio akaandika katika ile sura ya 5 aya 48. Tunaelewana? Lakini kwa ajili Qur'ani inatuambia huyu anayefunuliwa maneno haya hakujua kusoma wala kuandika. Kwa hivyo hakuna siku alikaa chini akaisoma Biblia kama sisi tulioisoma. Sasa sisi tulioisoma Biblia na tukawa wachungaji na tukauacha huo uchungaji, tukamfuata mtume ambaye hakujua kusoma wala kuandika, hatukumfuata kwa sababu nyingine yoyote. Tulimfuata kwa sababu yale anayosema katika Qur'ani tunaweza kudhibitisha kwamba ilikuwa ni kweli. Wakati Qur'ani statement moja tu ile inasadikisha kama haya ndio yaliharibika au ndio yaliyosalimika, tukiitafuta katika Torati tunaipata kuwa ni kweli. 8:8 Yeremia. Kitabu cha Yeremia sura ya 8 mstari wake ni wa 8. Biblia yenyewe inathibitisha, na ndio maana tunawaomba sana ndugu zetu wa Kristo, mnaosikia sauti yangu, don't be annoyed, don't be disappointed, don't even think that you have come to even to contradict what you believe. We have not come to mess about with your faith, but all we want you to know is the truth. We want to share the truth that we know with you. Na ndio maana tumekuja hapa. Hata Yesu mwenyewe anasema, if you know the truth will set you free. And if you shall be free, you will be free indeed. Sio kwamba unakuwa huru lakini uko chini ya utumwa wa wachungaji. Hapana. Hebu weka kando kidogo yale wachungaji walikufunza, yale tulikuwa tukiwafunza. Kwa hiyo tukiuliza Biblia kuhusu wachungaji utatoroka. Na ndio maana nilitoroka huko, lakini siko huko. Na ndio maana nilimwakaribisha ili nisiendelee sana, afadhali ukuje mchungaji ukatetee jahazi. Hebu somee 8:8 Yeremia. Kwani mlikuwa mnafanya nini? Nitawaeleza tu. Biblia yenyewe itasema. Nikisema mimi watasema nadanganya. Yeremia 8:8 kwanza. Inasema 8:8. 8:8 Jeremiah. Mwasemaje? Sisi tuna akili. Na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Unaona? Biblia yenyewe inasema, mwasemaje? Sisi tuna akili na Torati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Na ndio utasikia wakisema, kwa sababu Yesu alikufa msalabani sisi tuko huru, hatuko tena chini ya sheria, bali kwa neema ya Bwana tumeokolewa na tunatembea katika wokovu. Wacha nikuambie, na ndio mnasema kwamba sisi tuna akili. That is what you say. But what does the Bible say? Biblia nauliza, mwasemaje? Sisi tuna akili na Torati ya Bwana tunao pamoja nasi, lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya Torati kwa uongo. Unaona? Lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Qur'ani inasemaje? Kitabu kilichotangulia kimefanyaje? Kimeharibiwa. Biblia inasema Torati imetiwa nini? Uongo. Sasa acha nikupe mfano mmoja wa ile uongo. Kumbukumbu la Torati 34, nisomee mstari wake wa 5. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 34:5 na kwanza kumbuka kitabu hichi kinaitwa nini? Kumbukumbu la Torati. When we talk about kumbukumbu, we are talking in memory of the Torah. Sasa when we are talking about in memory of, hiyo kitu ina exist? Hakuna. Tukisema kwamba we want to talk in memory of the late president of Kenya, Mr. Jomo Kenyatta, is he present? Not yet. Why are we talking in memory of? Kisha fanyaje? Kwa hivyo kama Biblia inatuletea in memory of the Torah, inamaanisha ile Torati ishafanyaje?
Sasa definitely ndio wa kwanza kusema hatuna kifua. 34:4-5 nisomee. Inasema kabla hujasoma kichwa cha Kumbukumbu la Torati inaitwa kitabu cha ngapi cha nani? Cha 5 cha Musa. Kwa hivyo ni kitabu cha 5 cha nani? Cha Moses. Kwa hivyo Musa anaandika. Hebu tusomea anaandika Musa. Basi Musa mtumishi wa Bwana. Unasikia kwamba Musa anaandika. Basi Musa mtumishi wa Bwana. Endelea vile Musa anaandika. Akafa huko. Yaani Musa anaandika alikufa huko katika nchi ya Moabu. Kwamba alikufia huko Moabu. Anaandika huyu marehemu anaandika vile alikufa huko. Kwa neno la Bwana. Akamzika. Kisha anaandika huyu marehemu ambaye sasa yuko kaburini, anaandika wakamzika huko, lakini yuko kaburini. Alafu leo tunasoma kwamba aandika. Endelea. Akamzika bondeni. Katika nchi ya Moabu. Kukabili Beth-peori. Lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Huyu anatuandikia kwamba yeye bila alikufa akazikwa mahali fulani, na mpaka leo ninavyoongea hakuna mtu anajua penye nini iko kaburi lake. Anaandika. Sasa mimi nashindwa kiandikia kule kaburini ambapo hakuna mwenye anajua penye iko. Nani alileta haya aliyoandika? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ukiangalia hapo chini nasema aliombolezwa kwa miaka 10. Sasa mimi nashindwa anatuandikia 10 years after his death. What was happening? Yeye bado anaandika tu. Hata kama Mungu alituma manabii, aliwatuma manabii walio hai, sio waliokufa. Au vipi Islam? Kabisa. Sasa kisha nimewaambia kwamba vile vitabu vilivyotangulia vimeharibiwa au vimesalimika. Kumbuka this is only one statement in the Quran. Tunarudi kuijudge the Bible from one statement of the Quran. Tayari tumepata kwamba Torati ina shida. Hebu niinguze Injili kidogo tu niweze kukaa, kwa sababu mimi nikianza kuongea, najua tulikuwa wachungaji, naweza ongea kuanzia saa hii mpaka kesho kutwa. Naona tu nipate maji ya kunywa, mimi ningeendelea na kuendelea. Lakini sitaki kuendelea sana, kwa hii maswali yanaweza kuwa yameiva kule nje. Yaani wakati mlipokuwa mnasamehe dhambi wapi? Ni watu mnafataa. Endelea. Nakuja kwa Injili kidogo, alafu pale penye tulikuwa tunasamehe watu dhambi ilikuwa ni nini? Aya zangu zimebaki kama 3-4, alafu mimi nikae chini. Kwa sababu nikiendelea nakwambia sitomaliza. Ni ile tumeanza masuala haya baadaye. Kama tungeanza kuanzia Jumatatu watu wajia wangekuwa wamesilimu wote. Lakini wacha tu kwa sababu ya time tuende nao kidogo kidogo. Na wewe pastor, kama unasikia maneno usiwache watu wako kanisa wakafikiria na wadanganya. Kuja ueleze kama anasema kweli au uongo. Na wewe mshirika mwenye unasikia popote unasikia, kama pastor wako akuji hapa Jumapili usiende kanisani, atakudanganya. Mathayo 1:1. Matthew 1:1. Na kama asikii enda kamwambie kabisa kesho namtaka hapa. Mwambie pastor mwenzako anakuhitaji huko. Mathayo 1:1. Kabisa. Hiyo inaitwaje kwanza title yake? Injili kama alivyoandika Mathayo mtakatifu. Unaona, kwanza Injili inayopatikana katika Biblia, Injili ya kwanza tumeambiwa ni Injili kama alivyoandika nani? Mathayo mtakatifu. Kisha soma andiko la kwanza. Leo wanasema kwa Kiingereza the gospel according to Matthew. The gospel according to Saint Matthew. Saint Matthew. Na wale wa Saint Joseph wanasemanga Saint Matthew. Asoma. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Haya. Sasa hii unaoita Injili wewe mwenye kuiamini Biblia inatuambia ni kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Sasa kitabu cha ukoo wa wenyewe unatuletea nini? No, kuna ukoo wa kwenu. Unajua kwanza babu ya babu yako anaitwaje? Katafuta ukoo wa kwenu kabla hujaenda kusoma ukoo wa wengine. Kwa sababu pale ile si Injili, ile imesema ni kitabu cha ukoo wa nani? Wa Yesu Kristo. Sasa kama ni Injili aliyokuja nao Yesu, si hiyo. Ukienda kwa Marko inakwambia ni kitabu ni Injili kama alivyoandika nani? Marko mtakatifu. Ni Injili kama ilivyoandikwa na nani? Marko mtakatifu. Marko mtakatifu kwa wale wanafunzi 12 wa Yesu. Marko hapatikani. Marko alikuwa ni mwanafunzi wa Paulo. Na huyu Paulo walikosana na wakina Petro kwa sababu alikuwa akiwafanya watu ambao hawajatahiriwa kuwa wanafunzi. Mmoja wao ni Marko. Ukitaka habari hizo tutakupa baadaye, lakini kwa ajili ya time siwezi kuingia kwa kumchambua Marko. Kisha kuna Injili nyingine ya tatu ambayo ni Injili aliyoandika nani? Luka 1:1 nisomee.
Luka 1:1 inasema kwa wenye kuandika, jamani tunaomba inshallah nyinyi mmesimama wakae inshallah. Fadista please, Fadista. Naomba nyinyi mnipa ndio mkae chini. Na upande hii vile vile jamani tunaomba tukae chini kwa sababu kuna kina mama kule wanataka kusikiza na waone. Kwa hivyo tuwe wa haki. Mwenyezi Mungu anasema idha qila lakum tafassau fil majalisi fasau yasa'illahu lakum wa idha qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu ila al-akhir. Yote maafri Qur'an. Fadista tukisoma aya Fadista alia. Fadista kaa chini hapa. Bwana. Bora sasa hivi hewa kidogo inaingia sio hivyo? Hata hewa tunapata bwana. Napiga hapa nyuma. Tunaomba jamani tukae chini inshallah. Bwana, tunaomba tukae chini hivyo. Kabisa. Unajua mkisimama hivi hapo tuko kando ya barabara. Kwa hiyo mnaposimama sana wanaweza kama pale kuna kikundi cha wahudi fulani wamesimama pale. Lakini tunapokuwa tumekaa chini ile mtumaini hata wao garaza wakija kiangana na kwa Waislamu kiboko. Cheki wewe tulie kwa mkutano wao. Wale kwa dini ya haki. Anakuja hapa ashhadu anna la ilaha illallah. Masikishi. Endelea. Luka 1:1 msomee. Luka 1:1 inasema kwa wenye kusikiliza. Inasema kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu. Jamani tunaomba mkae chini jamani. Naomba mkae chini pande hii. Naomba mkae chini. Kama kukaa chini nataka kusimama pande ile nyingine kule. Kule ndio pale unaruhusiwa tu kusimama lakini pande hii tunaomba tu wakae chini. Kwa sababu hata mama leo amelalamika pale. Mama anasema kuna watu ambao wamekaa jana kwenye nani yake pale wakachukua pesa yake ambaye anafanya biashara yake. Kwa hivyo inakuwa si nzuri ndugu zangu Waislamu. Tuwe watu mfano mzuri hata pia vile vile na mama naye asikie raha kwa sababu hata yeye anasikia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tena mnapokaa karibu hapo sana mnasimama mnamzuia hata mwenyewe haoni maskini ya Mungu. Kuna watu wengine wakachukua ile senti yake pesa yake kidogo ambayo anatafuta riziki pale. Karibu shilingi 500. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu tusiwe katika hali kama hiyo. Kwa hivyo tunaomba tupeane nafasi na pia vile na yeye aweze kufanya biashara yake. Mnapozuia nakosa kufanya riziki na nakosa riziki yake ama sio hivyo. Kwa hivyo tumpe nafasi. Tusimzuie jamani. Isiwe dini. Hii dini mtume anasema ad-dinu yusra. Dini ni nyepesi. Kwa hivyo tusifanye kuwa dini yetu Uislamu kuwa ni dini nzito. Sasa wewe. Kwa hivyo inshallah tunaomba hiyo nafasi hiyo kidogo mumpe mama nafasi kidogo na kinjia hapo ya kufanya biashara yake inshallah taala. Luka 1:1 Biblia inatuambia kwamba kwa kuwa watu wengi wametia kwa taratibu kutunga maneno haya. Sasa mimi niliposema ni watu walioandika, si mimi tu, hata Luka mwenyewe anathibitisha. Na kisha waliosoma kidogo primary, kama mimi nilisoma primary kidogo kabla sienda kule ngambo nikiwa hapa Kenya bado. Tulikuwa tunaambiwa mwalimu akija wa Kiswahili akiwaambia kwamba uweze kuandika insha. Hakuwa anasema uandike insha, alikuwa anasema ufanyaje? Utunge au ufanyaje? Ubuni. Si ni kweli kabisa? Hiyo ni masomo ya 8 form 4. Au ni 8 form 4? Au ni 8 form 4? 8 form 4. Hiyo masomo tuliambiwa kwamba ubuni au utunge insha. Kwa hivyo huyu Luka anatuambia kwa kuwa watu wengi wametia kwa taratibu kutunga mambo yaliyotukia katikati yetu. Kwa hivyo yeye naye pia kaona afanyaje? Atunge. Akatutungia injili kama ilivyoandikwa na nani? Na Luka mtakatifu. Na ile aliyoteremsha Mungu iko wapi? Ndio maana Qur'ani aya moja bado tu inasema hii Qur'ani imekuja ili kusadikisha kama hadi walioharibika au ndio waliofanyaje? Yaliyosalimika. Kwa hivyo katika hii Biblia ukipata kitu inakubaliana na Qur'ani yamaanisha imesalimika. Ukipata kitu inapingana na Qur'ani yamaanisha imefanyaje? Imeharibiwa. Na kisha kuna injili nyingine ambayo ni ajabu sana. Inasema kwamba dunia haikuwepo mpaka siku hiyo injili ilipokuja. Yohana 1:1. Yohana 1:1 inasema haya, hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Tulia. Huyu yeye alipokuja anasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kumbuka kuna mwanzo wengine katika kitabu cha Mwanzo. Ingawaje kitabu cha Luka sikumaliza kusoma lakini nimeikata kwa ajili ya time. Hii Yohana 1:1 nasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Ninapoijaribu kuelewa aya hii, kwa mfano, hapo mwanzo kulikuwa na seremala. Si unamjua seremala? Carpenter, Mr. Carpenter, there was a carpenter. Ama tuseme kwa mwanzo kulikuwa na meza. Na hiyo meza ilikuwa kwa fundi. Huyo fundi anaitwa seremala. Na hiyo yaani tuseme hapo mwanzo kulikuwa na meza. Na hiyo meza ilikuwa kwa seremala. Na hiyo meza ilikuwa seremala. Inna lillahi.
Yani sasa hapo mwanzo kulikuwa kuna maiki. Na hiyo maiki ilikuwa kwa Shabani. Na hiyo maiki ndio Shabani. Bala tupo kwa kweli. Ndio hayo maneno. Na ndio maana Qur'an nasema kuna mengine yameharibika na mengine yamefanyaje? Yamesalimika. Sasa injili tayari tumefikisha ngapi? 4. Ya Yesu iko wapi kwa hizo 4? Hakuna. Ukiuliza mwingine atakwambia injili za Biblia ni hizo 4 tu. Si 4 peke yake, ziko 6. Galatia 2:7. Wa Galatia 2:7 kwenye kusikiliza mtabu wa Biblia. Galatia 2:7 jamani. Wapenzi na kuongezea injili zingine 2 na kuna zile walizozitoa kama injili iliyoandikwa na Barnaba walitoa kwa sababu himo imemtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jina kama inavyosema katika Qur'ani sura ya 61 aya 6 kwamba yeye amekuja ni mtume kwa ajili ya Wanaisraeli na kutoa habari njema za mtume atakayekuja nyuma yake jina lake nani? Ahmad. Hiyo iko katika injili aliyoandika Barnaba wakapunguza katika hii Biblia kwa sababu kama ingekuwa watu wote wangekuwa Waislamu na wangefuata hii dini yao. Soma. Bisa. Kitabu kinataka billahi wa bismillah. Inasema bali kinyume cha hayo walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa. Kwamba walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa. Huyu ni Paulo, yeye naye amekabidhiwa injili ya watu gani? Wasiotahiriwa. Sasa hii injili gani nikiuliza Muislamu? Tunajua mwenye kupewa injili ni Nabii Isa. Na hii injili aliyopewa Nabii Isa ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Lakini huyu Paulo anakuja amepewa injili ya watu gani? Wasiotahiriwa. Anayepinga meza ile pale. Kuja tuonyeshe injili ya wasiotahiriwa ni gani. Kama ingekuwa hapa Kenya tungesema amepewa injili ya chama gani? Bachana tu ya ODM. Na ile nyingine malizia. Inasema. Lakini sijasema kwamba ni hiyo injili. Mimi nakwambia tu kwa mfano. Kama vile ya Petro ya waliotahiriwa. Kama vile Petro alipewa injili ya waliotahiriwa ile ODM kadogo. Unajua kuna ODMK na kuna ODM. Na moja imeongezwa na wale wasiofanyaje na ile nyingine inaongozwa na wale wamefanyaje. Si kweli? Sasa injili hizi mbili tukipeana tunaweza kupeana moja kwa chama moja na nyingine tupeane kwa chama nyingine. Kwa hiyo Biblia hii unachukua kulingana na maslahi yako. Sasa pengine unauliza swali lako, kwa nini wewe kama mchungaji ulijua maneno haya na hukuambia watu? Kwa sababu moja tu ninapoenda kukaa Yeremia 56. Yeremia 56. Na ndio maana tuliandika barua tukawaalika hawa wachungaji. Na nakwambia kama hatakuja hapa mimi nakusaidia wewe Mkristo unayesikia sauti hii kutoka huko mbali. Mimi nataka nikusaidie. Kwa sababu singelipenda tukue tumekuja hapa wajia kukuonyesha njia ya haki na tutoke tuende na ubaki katika upotofu. Sikiza haya maandiko. Kama uwezi kwa mchungaji wako hawezi kuja kukutetea hapa, basi enda kamuulize kanisani. Na kama hatakuja kabisa, Jumapili mimi nakushauri usiende kanisani. Kwa hiyo kwa Jumapili ukienda unaenda kuabudu jua. Na ikizidi sana unaenda kufuru Mungu. Hauna kitu kingine unaenda kufanya. Ningekuambia kwa maelezo marefu lakini kwa ajili ya time. Nisomee. Kwa nini niliwacha uchungaji? 56. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Unaona kwamba Mungu anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, na ndio maana unasikia ingia wote ni makondoo. Yaani wote ni makondoo. Haujaisikia hiyo wimbo sababu? Anasema wenyewe wote ni magana mjina lillahi. Hapa ajia imbwi, lakini unapata saa hizo kumetarari, kuna gitaa pale, kuna ngoma na kisha jamaa anacheza kabisa. Wakishaimba kwamba ingia nyinyi wote ni makondoo. Na unasikia cheze ya Yesu cheza. Cheze ya Yesu, yaani makondoo zinacheza. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wamepotea. Wao kama kondoo wamefanyaje? Wamepotea. Wanapotezwa na wakina nani? Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Unaona Mungu analalamika, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapotea.
Wamewapoteza. Sasa mimi nilipotambua napoteza watu wa Mungu, nikaona afadhali nibebe mzigo wangu peke yangu. Nikatoroka huko mbio. Kwa sababu gani? Nilikuwa shapata elimu. Na Mungu kimuuliza wachungaji wa kina nani, anawatukana kabisa. Hiyo watu hiyo sitoe. Hiyo skada. Lakini wasipokuja nitatoa. Hiyo baadaye bonus. Wasipokuja mimi nitatoa. Watapewa bonus baadaye. Sasa kwa ufupi, wacha nimalizie pale kwa kusema kitu moja. Mwenyezi Mungu anatuambiaje katika sura ya 2:113 Qur'ani? Qur'ani sura Al-Baqara. Lakini wana bahati, najua Shabana amewatetea. Apigi sio kwanza ngoja kwanza maana ile balaa. Sasa basi wachungaji wenye mnasikia maneno hayo, kuna mtu amewatetea. Msipokuja hapa kabla niende nitaambia watu waachie Biblia na wahitaji. Lakini ndio nitawaacha tu. Mkikuja tutatetea, mtaokoa jahazi. 2:213. 2:213. Au ni 2:113. Inasema. Na Mayahudi husema Wakristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Na Wakristo nao husema Mayahudi hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Na hali wote wawili wanasoma kitabu walichoteremshiwa bila ya kufuata yaliyomo ndani yake. Unaona? Biblia Qur'ani inasema waziwazi, Mayahudi husema Wakristo hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Na Wakristo nasema Mayahudi hawana chochote cha mategemeo katika dini yao. Hali ya kuwa wote wanasoma kitabu walichoteremshiwa na Mwenyezi Mungu bila ya kufuata yaliyomo ndani mwake. Kama ungekuwa wanafuata yaliyomo ndani ya kitabu hicho, wangekuwa kweli saizi wote wangekuwa ni Waislamu. Lakini kwa ajili wamekataa, Biblia inamalizia katika 15:18 wa Korintho wa kwanza. Mimi napoenda kukaa, najua Shabana hata hiyo utaki, lakini nasoma tu. Soma tu. Ile nyingine pige sikota tuweke, wanasema wazee wa Kiswahili wanasema tuweke kiporo. Haya. Wa Korintho wa kwanza 15:18. Inasema 15:18 wa Korintho wa kwanza inasema ndugu zangu. Au nianzie hapo 15:15. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Ngoja kidogo. Biblia inasema na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Sio sisi tunaongea saizi, bali wenye Biblia. Kwa ajili inaposema sisi inaongea kuhusu wenye Biblia. Inasema na sisi tunaonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana ulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Tulia. Kwamba tulimshuhudia Mungu ya kwamba alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Hebu nikuulize, mtu ambaye yuko hai hajakufa, kuna haja yoyote ya kufufuka? Na ndio maana Qur'an nasema Nabii Isa au Yesu hakufa. Na Biblia inakubali kabisa, inasema sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tunamshuhudia Mungu ya kwamba alimfufua Kristo ambaye akufanyaje? Hakumfufua. 18 malizia. Na hapo tumalizie tu hapa. Ikiwa wafa hawafufuliwi. Maana kama wafa hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Imani yenu ni wenye hiyo Biblia inasema imani yenu ni bure. Bure kabisa. Bure. Endelea. Tena mngalimu katika dhambi zenu. Na kisha mngalimu katika dhambi zenu. Kwa hivyo mtu akija akakwambia Jesus the Son of God died on the cross because of your sins, receive him today and you'll have eternal life. Hallelujah. Uongo. Hakuna kitu kama hiyo. Biblia imekataa. Inasema mungalimo katika dhambi zenu, hakuna kuokoka wala nyanya ya wokovu, hakuna. Hiyo ni uongo, na ni uongo kulingana na Biblia, sio kulingana na Ibrahimu. Na ndio maana saa hizi sisemi nimeokoka, nasema nimesilimu. Allahu Akbar. Malizia. Mimi naamka kidogo. Sasa hizi sauti ninavozitoa hivi kama ile sauti ya simba. Ndio nini? Sasa unajua ukitoa ile sauti ndio inaonekana umetumwa kweli na Mungu. Ukitaka zaidi nitakueleza kesho. Inasema 18. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Hiyo ni Biblia. Kama uamini andika chini, enda ukaisome nyumbani. Wakorintho wa kwanza 15:18. Wao waliolala katika Kristo wamepotea. Na ndio maana sisi tumekuja hapa Wajia. Kuna wachache hapa Wajia waliolala ndani ya nani?
nani? Ya Kristo, ambao wamepotea. Tumekuja ili mpatikane, mwache kupotea, mjue njia ya haki ambayo dini Mwenyezi Mungu anakubali ni dini hii ya Kiislamu. Hakuna dini nyingine itakayokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na ndio maana tukauacha huo uchungaji na sasa hivi tumekuwa Waislamu. Wacha nikuambie, kama wachungaji wanasilimu, who are you ambaye hata Biblia yenyewe hujui vitabu yake ni ngapi ukatae kusilimu? Who are you? Na kama Mungu hata Biblia yenyewe ishakwambia umepotea, who are you to argue about it? Maliza. Na kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo, sisi tu masikini kuliko watu wote. Sasa alafu mseme ni ex-pastor alisema, si mimi, Biblia yenyewe ilisema. Kwa hivyo mambo ya microchip na micromondex leo nilikuwa nimeweka pembeni kidogo kwa sababu nilikuwa natamani kuhubiri kichungaji. Lakini sasa hivi nataka niwachunge watu wa Mungu vizuri, ndio maana ninaonyesha njia iliyo sawa. Kwa hivyo kufikia hapo sina mambo mengi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama unabadilisha nimekwambia hata Yesu ana nafsi ambayo itaonja nini? Kwa kumaanisha iyafanye itaonja nini? Itaonja mauti. Lakini kufikia sasa haijafanyaje? Toandiko nafsi ya Yesu itaonja mauti. Mredi sikiza. Naam. Ili Yesu awe ameonja mauti, wapi kaonja hayo mauti? Kwa amri ya nani? Ndugu yetu, tusirundie kimpe maiki, tusirundie maneno, muda unakimbia. Ndugu alikujibu na akakaa chini ya kwamba nafsi yote lazima ife kwa amri ya nani? Ya Mwenyezi. Hebu nikuulize basi taratibu, unajua nanchanganya. Umekufa mimi sijafa, lakini hujafa, lakini amri ya Mwenyezi Mungu ni kwamba ufanyaje? Ni lazima nife, lakini sasa hivi uko hai. Niko hai. Sasa shida gani Yesu akiwa hai? Kabla ya kufa andiko gani? Si ndio maana nikakaa hapa, nataka nione wapi kafa. Sasa wana haya, mpe nionyeshe kabla tuende. Mpe maiki tumalize pale hilo andiko nililotoa, alafu tuende huko. Kwa hivyo tumeelewana kila nafsi itafanya nini? Kila nafsi ikiwemo ya Yesu ambayo bado kufikia sasa haijaonja mauti. Kila nafsi hata Elia ambaye pia bado haijaonja mauti itaonja mauti. Sawa? Ni kweli? Haya, mpe nikuonyeshe. Ngoja. Nafsi ya Yesu ilionja mauti. Wapi? Mpe. Waebrania 1:9, sikiza hiyo. Kitabu ni cha Waebrania 1:9. Hata anasema nafsi ya Yesu yaonja mauti, sikiza hiyo. Hata anasema Yesu hakufa. Hata tuonyesha wapi Yesu ataonja mauti. Kitabu ni cha Waebrania sura ya 1 aya yake ya 9. Inasema nini hapo? Inasema umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta. Endelea. Mafuta ya shangwe kupita wenzio. Na tena wewe Bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi. Na mbingu ni kazi ya mikono yako. Unasoma ngapi? 2:9. Waebrania mwalimu inasema ila tumwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika. Yaani Yesu. Mauti kwa ajili ya kila. Haya, mpe. Kwa neema ya Mungu aionje nini? Ili kwa neema ya Mungu afanyeje? Aionje mauti. Kumaanisha Yesu alionja nini? Wapi? Siwezi kuweka mwenyewe. Andiko swali langu rahisi. Wapi alionja? Sio kumaanisha. Unataka mimi na wewe tuandike Biblia nyingine. Rudia andiko pale pale. Hatutaandika lakini rudia pale pale. Swali langu rahisi, wapi? Rudia andiko pale na tuende pole pole. Kitabu ni cha Waebrania 2:9 inasema nini? Ila tumwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika. Aliyefanywa mdogo kuliko nini? Kuliko malaika. Yaani Yesu. Kwa sababu ya maumivu ya mauti. Kumbe Yesu, unaona, kwa sababu ya maumivu ya mauti. Ukisikia maumivu ya mauti umekufa uyafa. Haya, endelea. Amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Unaona sasa, aionje mauti kwa ajili ya nini? Ya kila mtu. Mpe sasa. Kwa hivyo Yesu, nafsi ya Yesu imeonja nini hapo? Unaona hata mwenyewe unabadilisha. Nabadilisha nini? Andiko linasema ili kwa neema ya Mungu aionje nini? Mauti. Ili kwa neema ya Mungu aionje nini? Aionje mauti. Narudia mara ya 3. Ili kwa neema ya Mungu aionje nini? Aionje mauti. Wapi kaionja? Haya, mpe nikuonyeshe. Msomaji. Tupo. Piga Wakorintho wa kwanza 5:6. Kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 5 aya yake ya 6.
Inasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 5 aya 6 inasema kujisifu kwenu si kuzuri. Unaona, tunaambiwa kujisifu kwetu si vizuri. Sasa ndugu yetu wanauliza wapi Yesu akaonja nini? Mauti. Sasa turudi pale Yesu anaonja mauti 27:45 Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo sura yake 27 aya yake 45 inasema basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema nini? Eloi Eloi lama sabakthani. Yaani Mungu wangu mbona umeniacha? Endelea. Na baadhi ya yao waliohudhuria waliposikia walisema huyu anamuita Elia. Malisia mali anakata roho. Mara mmoja wao akaenda bio akatoa sipongo akaijaza siki akaitia juu ya mwanzi akamnywesha. Wale wengine wakasema, msomaji ende direct mali Yesu anakata roho nini? Nasema aya yake 50 nasema naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Kwa hivyo hapo Yesu amefanyaje hapo? Ameonja mauti hayaonja bado? Kwa mujibu wa Mathayo aya ile aliyoitoa aya 45 alafu tuchanganye na hii 50 inasema basi tangu saa 6 palikuwa na giza kuu juu ya nchi. Sawa sawa. Wakati huu Yesu alikuwa juu ya msalaba, unavyoelewa wewe, sawa? Wewe uelewi hivyo? Mimi sielewi hivyo. Kwa ajili saa 6 kwa vile ninavyoelewa Yesu alikuwa raundi 19 14 hiyo. Kidogo kabla hatujaingia huko tunaenda kwa saa. Taratibu. Mimi naenda na andiko ilivyokuja. Hii andiko inaonipatia mimi na niambia saa 6 Yesu alikuwa msalabani, na mimi na andiko saa 6 the same day Yesu alikuwa raundi. Sasa hiyo nakuuliza hapo ili aonje mauti nitolee kitu iko clear, haina contradiction. Kama ni hii kuna mahali saa 6 Yesu yuko the same day na huyu Yesu wako yuko kwa msalaba na Yesu wa Waislamu yuko kwa raundi na yote iko kwa Biblia 19 14 Yohana. Kidogo kabla hatujaenda mwalimu kwanza kabisa anakubali ya kwamba katika ile andiko la Mathayo alilolitoa unakubaliana ya kwamba hapo inasema ya kwamba Yesu ameikata roho ama bado? Hapa kwa hii andiko unajua Charles mnataka kunipitisha kwa mwenyekiti unataka kunipitisha shortcut. Na nilipokaa hapa na hili swali langu, haya ni baadhi ya maswali ambayo yalikuwa mazito magumu kwangu kuelewa, ndio maana niko hapa siku ya leo. Sasa yeye ameintroduce mwenyewe, ameniletea Yesu yuko msalabani saa 6. Na mimi ninavyofahamu ninavyosema Yesu hakufa ni kwa sababu Biblia yenyewe inaniambia the same day, the same saa 6 Yesu alikuwa anapiga raundi mahali pengine. Sasa hiyo andiko itasomwa au isisomwe? Haya kidogo hivi. Kwa hivyo hapo kabla tujaendelea andiko lako litasomwa. Litasomwa leo utaingia Marko 15 tunakungoja kila mahali. Siko Marko 15. Utakuja huko kienda huko naongeza sasa kumbe Yesu alisulubiwa saa 3. Unaona shida yako kidogo, najua utakuja. Sasa ni hivi, ngoja kwanza. Tafadhali. Kwanza hapo ngoja kidogo. Huyu mwalimu ndio anapachika maneno. Ibrahimu, nyamaza nikisema mwenyekiti. Unajua mimi ndiye naweka sawa. Huyo ukiongea na yeye akiongea sasa tutasikiza nani? Ningependa ya kwamba Ibrahimu akiongea, Mrendi nyamaze, na Mrendi akiongea usimuingilie tafadhali, ungoja amalize na uweze kuongea. Mrendi ongea alafu Ibrahimu utasema. Haya sawa. Kwa hivyo ndugu yangu, pale tunaona ya kwamba Yesu pale amekata roho. Haya mpe nikuinjike andiko lingine alafu utapewa maiki utoe lako. Kudhibitisha haya mpe msomaji. Msomaji pika Qur'ani 19:34 mpaka 33:34. Usikize hiyo. Kitabu ni cha Qur'ani sura yake ya 19 aya 33-34. Inasema nini hapo? Katika jina la Mwenyezi Mungu nasoma. Na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Yesu anasema na amani iko juu yangu siku niliyofanya nini? Niliyozaliwa. Na siku nitakayokufa. Na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Unaona sasa? Kwa hivyo Yesu anasema kwamba amani
amani iko juu yangu siku niliyozaliwa, siku nitakayokufa, na siku nitafanywa nini? Nitafufuliwa kuwa hai. Umesikia hiyo? Sasa ndugu yangu, just because umekuja na Qur'ani, mimi nataka nikujibu hii aya moja na aya mbili. Hiyo moja na Yohana uweze kutofautisha. Aya sawa. Uweze kutofautisha. Sawa sawa? Hebu nisomee aya ya 19:15 tusinijoana ya 19:15. Hapo. Inasema katika jina la Mwenyezi Mungu, na amani ilikuwa juu yake siku aliyozaliwa na siku aliyokufa na siku atakayofufuliwa hai. Umesikia? Amani ilikuwa juu yake siku aliyofanyaje? Aliyozaliwa na siku aliyofanyaje? Na siku aliyokufa. Kwa hivyo huyo aliyekufa tayari ashakufa, sawa? Ashakufa huyo. Alafu na siku atakayofufuliwa. Sasa msikize Yesu. Amani iko juu yangu siku niliyozaliwa na siku nitakayofufuliwa. Nitakayokufa. Na Yohana siku aliyokufa. Kwa maana ameshafanyaje? Haya mpe kidogo basi. Alikufa. Ule Yohana alifanyaje? Alikufa. Na Yesu anasema siku nitakayokufa. Kwa hivyo bado hajafanyaje? Kidogo hapo. Ngoja kidogo. Badilisha Qur'ani. Yesu anasema hivi akiwa mtoto. Msomaji, hebu piga 29 kidogo pale. Hiyo nimekusikia. Yesu amesema amani iko juu yangu siku niliyokufa, siku niliyozaliwa. Ngoja basi, niliyozaliwa na siku nitakayokufa. Kwa sababu gani? Hebu mpe asome aya ya 29 ndio akupe maiki kidogo. Taratibu. Mpe maiki asome. Bwana mwenyekiti, usinikate hapo. Bwana mwenyekiti, nataka usikize hoja yangu kidogo. Unaona? Hii ni hoja nyingine tunaingia. Isionekane kama tumekuja kulumbana. Kwa ajili aya za Qur'ani ziko self-explanatory, na kwa kauli yake aliyoitoa anasema huyu ni Yesu anaongea akiwa mtoto. Kwa maana hiyo anaongea bado hajafa. Si ni kweli? Sasa shida yetu ilikuwa wapi kafa? Kwa ajili huyu anayesema hapa hajafa. Wapi kafa? Aya mpe usoma aya 29. Kwa sababu ndugu yetu lazi ile imeingia kwa Yohana ile asakufa, lakini Yesu mwenyewe amezaliwa siku hiyo, anasema ndio anatabiri mwenyewe. Kwa hivyo mimi nakubali huyo ni utabiri, bado Yesu hayafanya nini? Hayafatumua Yesu ndani ya Qur'ani. Piga Qur'ani, ngoja basi. Qur'ani 3 piga 55 baruani, sikiza hiyo sasa. Asikiza sasa Yesu anakufa. Kitabu ni kile cha Qur'ani 5 piga 3:55. Sura yake ya 3. Huo ni utabiri. Yesu alitabiri akiwa mtoto ya kwamba si amani iko juu yangu siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa. Hajafa bado. Sasa sikiza. Inasema katika jina la Mwenyezi Mungu. Inasema nini hapo? Hale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha. Na nitakunyanyua kwangu. Unaona sasa? Saa hiyo Yesu pale alitabiri hayafa, lakini saa hii Qur'ani nasema nitakufisha kisha nitakuleta wapi? Kuleta kwangu. Na nitakutakasa na wale waliokufuru. Na nitakutakasa mimi Mwenyezi Mungu sasa anasema ndani ya Qur'ani, na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama. Haya mpe kidogo hapo tujadili hapo na ni ndugu yangu. Kwa hivyo Qur'ani anasema Mwenyezi Mungu anasema nitakufisha kisha nitakuleta. Mwenyezi Mungu anasema mimi, kwa mujibu wa tafsiri hii inasema mimi nitakufisha. Sio kwamba nimekufisha. Nitakufisha. Wapi kamfisha? Ngoja kidogo malizia. Unajua swali langu unataka kuifanya complex. Usikwepe hapo. Kiza mimi kidogo. Sijaelewa. Tafadhali. Wapi kamfisha? Mbona tupe maiki? Ngoja mwenyekiti tupe maiki. Sawa. Unajua kama unanielewa Ibrahimu mimi nitakutetea. Mimi nitakutetea. 5:17. Hiyo Qur'ani hiyo. Wapi kanifundisha? Ni Qur'ani sura yake ya 5 aya yake ya 117. Kama unasoma hiyo mwenyekiti tumalizane na hiyo. Tuelewane pale ndio tuende hapo msomaji. Turudie ile 3:55 isoma alafu tumalizane ndio tuende kwa hiyo aya ya mwenyekiti. Malizia yangu pale. Ndio watu waielewe. Inasemaje? Sura ni ya 3
55. Aya yake ya 55 inasema pale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha. Kidogo ndugu yangu, umesema vizuri, nitabando, si ndio? Haya, malizia kipengele cha pili. Sio mimi nimesema bado. Ni Qur'ani. Lugha yenyewe tu inajieleza. Mpe ieleze basi. Inavyoeleza nitakufisha tayari bado. Bado mpe. Kwa hivyo si mimi tu, hata wewe unaona. Hata mimi nakubali hayo kwamba Yesu bado hajafanya haja. Ngoja basi, si umpe maneno mengi. Haya, soma. Inaendelea kusema nitakunyanyua kwangu. Haya, mpe. Akisamfisha nitakufisha, kisha nitafanya nini? Kisha nitakunyanyua kwangu. Yesu saa hii ako wapi? Yesu saa hii yuko wapi? Yesu yuko mbinguni. Alinyanyuliwa kunyanyuliwa? Mimi sija kuuliza kama alinyanyuliwa kunyanyuliwa. Nikupe andiko wapi kanyanyuliwa? Kidogo sijataka mahali ananyanyuliwa, mimi napajua. Sasa kidogo basi. Ngoja, unajua Yesu alinyanyuliwa. Usipige kelele. Hebu kidogo. Bwana wasa dhuluma bwana. Kidogo. Hebu ngoja kidogo swali. Nimeita mwenyekiti. Usimwite mwenyekiti wakati wa mwenyekiti. Nimekuita na sababu. Hapa Mreidi anataka tuanze kuangalia kunyanyuliwa, tuache masuala ya kifo. Kinachotangulia ni kunyanyuliwa au kifo? Sasa ningependelea kwamba unapouliza swali kama hilo unyamaza kujibu kuliko sasa kama ananipeleka safari nyingine, mimi naenda Machakos, siana nirudisha huku usijui ni kwa kina Kibondo. Sitaki vile. Mimi nimeuliza swali rahisi, habari za kufa. Ametoa andiko zote mbili zinasema nitakufisha na nitakunyanyua. Na sijakuja kuangalia tofauti za kitafsiri. Sikiza. Sasa ile kunyanyuliwa ndio huyu bwana anataka tujadili. Kabla ya kunyanyuliwa kuna kuja nini kwanza? Kifo kwanza. Na swali langu lilikuwa nini? Kifo. Wapi Yesu kafanyaje? Haya, mpe. Sijakuuliza kama kanyanyuliwa au si kunyanyuliwa. Lazima tujadili andiko. Andiko limesema tumetoa na ukafurahia sana sehemu ya kwanza ya kwamba nitakufisha. Unaona sasa? Mungu anasema nitakufisha, kisha nitakunyanyua. Ndio nikakuuliza hivi, Yesu ako wapi? Ndio ilikuwa swali kidogo. Yesu yuko hai. Yuko hai? Wapi? Yuko hai. Wapi? Sio mada yangu. Mimi nimeuliza wapi kafa, ndio Yesu yuko hai. Haya, msoma wapi kafa? Brady, tafadhali. Naona ni kama tumebaki dakika 5 kufufuka kwa ile andiko lake. 12 26. Sikiza swali unalojibu, sio nijibu kile ambacho nataka kufunza kanisani. Hapa ni maswali na maandiko. 12 26 Marko. Na kwa habari ya wafu ya kwamba wafufuliwa, hamjasema katika kitabu cha Musa? Hebu rudia tena asikie. Chani, sikiza andiko. Na kwa habari ya wafu ya kwamba wafufuliwa. Kwa habari ya wafu kwamba wafufuliwa. Hamjasoma katika kitabu cha Musa? Hamjasoma katika kitabu cha Musa. Kwa maana hiyo ni kwamba hii habari ya wafu kwamba wanafufuka imeandikwa katika kitabu cha nani? Cha Musa. Tena iko specific, sura ya kijiji. Sasa mimi shida yangu sio sura, hata hivyo mwenyekiti, kwa sababu yeye nikimuuliza sura atanitolea mpaka na mlango na madirisha ya 5 sijui na ngapi. Sitaki sura, nataka tu hizi habari za Bwana Yesu, ili Torati ya Musa iwe ndani ya Biblia. Maneno ya Bwana Yesu, wafu wanafufuliwa, imeandikwa katika kitabu ya Musa, sura ya kijiti. Sitaki sura, yeye mwenyewe ndo anajua ni sura ya pili katika hiyo sura ya kijiti, ni sura ya 10 au ni ya ngapi, na ni aya ya 5 au ya 6 inaongea kuhusu wafu kufufuliwa. Nipe hiyo andiko, wapi wapo wanafufuliwa? Nasema muwe wa Kristo, na mimi singeweza kupata kile kuandikwa nikatoka. Hakuna andiko hata moja katika Biblia nasema Wakristo wanaenda peponi, na kuna maandiko katika Qur'an nasema Waislamu wanaenda peponi. Nilienda mahali kumeandikwa, huko hakukuandikwa. Kaja anasema na muamini Yesu. Mbele pale mwalimu aliuliza, hakuna hata mmoja ametokea. Kama kuna Mkristo hata mmoja anasema kwamba Kristo na muamini Yesu, mbele pale. Lakini mimi kwa jini nilikuwa najua hakuna Mkristo hata mmoja na muamini Yesu. Nikawacha Ukristo nikakuwa Muislamu, ni muamini Bwana Yesu. So what was wrong with that? Takbir! Na kama hiyo ilikuwa kosa, afadhali nikose mpaka kufa. Kama kumwamini tu Yesu kwa kuwa Muislamu ilikuwa kosa, I better be wrong mpaka nife.